kwa uzalendo wetu wa taifa hili. Warufiji hawa wanapenda sana kufanya kazi. Warufiji hawa ni wachapakazi. Warufiji hawa ni wakulima. Na ndio maana tukaamua kuijenga Rufiji ili kusudi tuweze kunyanyua uchumi wa wananchi wetu wa Rufiji. Tunapojenga barabara, tukajenga madaraja, hatujengi madaraja pekee. Tunaunganisha wananchi wa Rufiji. Tunaunganisha vijiji na vijiji. Tunaunganisha vitongoji na vitongoji. Tunaunganisha mitaa kwa mitaa. Hali hii itatufanya Rufiji miaka michache ijayo tuwe na kipato kikubwa, tuwe na uchumi mkubwa, kwa sababu hatutafikiria tena kwamba ukitoka Mkongo kuja Ikwiriri unatumia dakika 20 au dakika 50. Sasa itakuwa dakika 10. Ndugu mwenyekiti, naomba nikuthibitishie Rais wetu Dr. Samia ameridhia mambo makuu yafuatayo. Kwanza ni ujenzi wa barabara njia 4 unapoingia Ikwiriri mpaka daraja la Mkapa na taa za barabarani. Ujenzi wa barabara kiwango cha lami kilomita 27 kutoka Ikwiriri kwenda mpaka Mkongo kilomita 27. Na waziri wa ujenzi amenithibitishia ujenzi utaanza mwaka huu wa fedha, kabla tarehe 1 mwezi wa 7 Julai. Ujenzi utaanza mwaka huu wa fedha. Nani kama Dr. Samia? Tunaposema rais huyu ni rais wa wanyonge, tunaposema rais huyu ni rais wa wananchi wa kawaida kabisa, tunamaanisha kwenye mioyo yetu, tunamaanisha kwenye fikra zetu. Na haya anaonyesha kwa mfano. Rais Samia ameridhia kujenga barabara kiwango cha lami kuanzia Chalinze mpaka Mloka, kutoka Mloka mpaka Mkongo itaunganika na barabara inayokuja huku. Nani kama Dr. Samia? Nani kama Dr. Samia? Hakuishia hapo. Kutokana na mafuriko makubwa, Rais Samia ameridhia kutoa bilioni 2.5 kwenda kujenga daraja la kisasa kabisa itakalounganisha wananchi wa Utete na wananchi wa Kilingogo. Nani kama Dr. Samia? Nani kama Dr. Samia? Rais Samia, rais huyu kipenzi cha Watanzania, kipenzi cha wananchi wa kawaida kabisa, wananchi wanyonge, aliridhia akatoa bilioni 17 ujenzi wa barabara itakayoanzia Kilwa Road kwenda mpaka Chumbi kiwango cha lami. Lakini pia Rais Samia ametoa bilioni 17 za ujenzi wa daraja la kisasa kabisa ambao unaendelea kata ya Mohoro. Nani kama Dr. Samia? Nani kama Mchengerwa? Kwa sababu tumedhamiria kuifungua Rufiji. Maana yake ni kwamba tunakifanya kituo cha Mloka kule Mwaseni kuwa ni kituo cha utalii kwa sababu ya uwepo wa hifadhi yetu, hifadhi ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pale. Na tumekubaliana tutakwenda kuijenga Mwaseni hasa, tutakwenda kuijenga Kipugira hasa. Upatikanaji wa barabara nzuri kabisa kiwango cha lami, ushawishi wawekezaji kwenda kuwekeza kwenye kata zetu hizi. Maana yake ni kwamba barabara ya lami itakayotoka Mkongo na daraja la kisasa na kuunganisha kutoka Nyamwage kwenda Utete itakwenda kufungua Rufiji yetu. Matarajio yetu wawekezaji watajaa katika maeneo haya, uchumi wa Rufiji utaongezeka na kila Mrufiji atakuwa na fedha. Na ninyi mtanikumbuka kwa kazi hii ambayo nimeifanya ya ujenzi wa Rufiji hii, kwa sababu tunaiimarisha Rufiji, tunawajenga wa Rufiji, tunawaimarisha katika fikra, tunawaimarisha katika mioyo yao, ili kusudi Rufiji hii tuirejeshe Rufiji ya miaka ya 80 iliyokuwa inarisha nchi hii, na hii inawezekana. Tunapozungumza mafanikio haya ni lazima tuhakikishe kwamba tunampongeza rais wetu, kwa sababu walipita wengi hawakuyafanya haya, ameyaona yeye. Tunampongeza kwa jitihada za mgawanyo sawa wa pato la taifa, kwa sababu leo hii kila Mtanzania anajua hakuna kijiji wala kitongoji ambacho hakipati fedha zinazotolewa na rais wetu Dr. Samia. Tunampongeza sana kwa kazi kubwa na kazi nzuri katika maeneo yetu haya. Ndugu mwenyekiti, nilisema jana na leo nitarejea, tulikuwa na shule 4 tu za sekondari, ikiwa ni pamoja na shule yetu ya sekondari ya Utete iliyoko hapa. Lakini tunaposimama hapa leo lazima tuwaambie wananchi, tusiposema atasema nani? Atasema nani? Kutoka shule 4 za sekondari leo hii tuna shule 24 za sekondari. Kutoka shule 4 tumejenga shule zaidi ya 20 mpya.
Kutoka shule moja ya sekondari ya kidato cha 5 na kidato cha 6, leo hii tuna shule 7 za sekondari kidato cha 5 na kidato cha 6. Kutoka shule 19 za msingi, leo hii tuna shule 63 za msingi. 63 za msingi. Na haya lazima tuyaseme kwamba tulipoanza tulikuwa shimoni. Tulilazimika tufanye kazi kwa bidii kwa ajili ya wananchi wetu. Tunapopata nafasi ni lazima tuzitumie vizuri kuwasaidia wananchi. Wananchi hawa ni wanyonge, wanahitaji kusaidiwa. Wananchi hawa wanahitaji kushikwa mkono. Wananchi hawa wanahitaji kutiwa moyo. Na hii ndio kazi ya kimapinduzi ambayo tumeifanya. Mapinduzi katika sekta ya elimu, mapinduzi katika sekta ya afya, mapinduzi katika sekta ya miundombinu. Niwaombe wazazi wenzangu, tumsimamie mtoto wa kike asome. Mtoto wa kike asome. Tusifike mahala tukaona mtoto wa kike labda akishafika la 7 basi amemaliza, huyu anatakiwa kuolewa. Hapana. Tusiwaozeshe watoto wakiwa wadogo. Tuwaache wasome watoto wa kike, wapate elimu, wafike wawe kama Mchengerwa. Niwaombe sana Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan katika mipango yake, pamoja na kutoa fedha za kujenga shule za msingi na sekondari, lakini amejenga shule za wasichana za sekondari za sayansi. Amejenga kila mkoa shule ya sekondari ya wasichana za sayansi. Kwa hiyo tuwasimamie watoto wetu wa kike, mama zangu. Tumempata rais ambaye anaona kwamba watoto wa kike hapa ni lazima wasome, wapate elimu kubwa. Tuwaache wapate elimu ambayo inawawezesha na wao sasa kujitegemea kiuchumi. Hata huyo mchumba atampata, tena atapata mchumba ambaye ni msomi mwenzake.